graduation na unamwalika mama kwa graduation. Waliandika vitu nilicheka. Nasoma mother graduation tomorrow is come. Kasema sawa, hapo mambo ndio hayo. Nikaendelea. Lakini kuna wengine waliandika insha nzuri. Ingawa ilikuwa na makosa unarekebisha kidogo basi anaenda. Basi ilipofikia mwisho mtihani wa taifa unaanza, nikamwambia nendeni mkafanye mtihani wa taifa, mtafaulu tu, nendeni. Ukweli wameenda, wamefanya mitihani ya taifa. Wale wanafunzi 10 walio baki wa form 2 wa shule za kata. Na ni mmoja alipata division 4. Mmoja akapata division 3. Wawili wa hapo na wengine wawili wa hapa wakapata division 2 na wengine wa nyumbani wakapata division 1. Wao nikafurahia ile. Sasa ilipofika zamu ya form 4 wameenda kufanya, walikuwa 4 wamefanya mtihani wao. Uzuri hakuna mwenye division 0. Kwa kujisomea hiki hakuna aliyepata division 0. Na ingawa nafikiri ni kigumu kwa wanafunzi watoto wetu hapa, lakini kwa ujumla sio kigumu, ni wao wanakifanya kinakuwa kigumu. Ila ninavyoongea na wewe sasa hivi hapa, nina watoto 2 walipata division 3 za pointi 22 na wakachaguliwa kwenda form 5. Jambo ambalo nilikuwa nalitegemea watoto wafaulu waweze kuwa na wakati wa kuchaguliwa kwenda form 5. Kwa hiyo waliochaguliwa kwenda form 5 wanaendelea na shule. Naamini wanaendelea kukisoma hiki, maana uwezo ukijua Kiingereza, uwezo ukajua lugha bila tenses. Nyakati ni muhimu sana kuifahamu lugha. Kwa hiyo nikawa nawaambia watoto wangu, ukizifahamu nyakati umefahamu 50%, umefahamu 50% ya mtihani wako wa Kiingereza. Sasa uongeze terminologies nyingine, mambo mengine ya kitaaluma na nini, basi unajikuta unafaulu tu bila shida. Maana mtu akipata C zake 7 ana pointi 21, hiyo ni division 2. Kwa hiyo lakini kwa ugumu basi wa shule zetu wanakozisoma wanafikiria kwamba si rahisi kuelewa. Wanaelewa vizuri, ni mtu ajitume tu. Ni mtu akijituma ataelewa, asipojituma hataelewa. Kwa hiyo kijitabu hiki hata mtu aliyemaliza kidato cha 4 na alifeli kwa sababu ya lugha ana uwezo wa kukisoma, na akikimaliza anaweza akatamani kurudia mtihani wa kidato cha 4 na mara hii ya pili akajikuta anatoka amefaulu. Akajikuta amefaulu. Sasa Father, huu ni uinjilishaji mzuri sana. Uinjilishaji kwa njia ya elimu. Shirika lenu sana sana mmekita katika uinjilishaji. Na tunapoangalia sehemu yetu ya Bagamoyo, mmefanya kazi kubwa sana kama shirika la Roho Mtakatifu, na mnaendelea kuifanya kazi ambayo kwa kweli imeelimisha ulimwengu. Ni kweli? Yeah. Kwa hiyo na vitu hivi vidogo vidogo basi tusiviache vikapita hivi tu kama ulivyofanya hapa. Na sisi tuige pia. Kitu hiki ni kizuri kwamba mimi nafahamu kitu fulani, nishirikishe na wengine nao waweze kufaulu. Yeah. Kwa hivi hili ni jambo jema Father. Labda ungemwelezea kidogo anayekutazama pale nje kwamba pengine anaweza akapataje vitabu hivi na kwa namna gani aweze kuvipata wapi na bei gani ya uinjilishaji? Sawa. Kwa kuwa kijitabu hiki ninayemlenga ni mtoto wa shule ya kata, nilifikiri kwamba na uchapishaji nilichapisha vichache vikawa ni ghali. Basi nikasema mtoto ana uwezo wa kukichukua na akakitumia kwa shilingi 5,000. Na nimekiweka nakala zake kwenye duka la Wawata hapa Bagamoyo. Ndipo wanapoziuzia. Na pengine kama itawezekana watu wakihitaji, labda nitaacha nakala chache kwenye ofisi yenu. Mtu akihitaji anaweza akachukulia pale moja kwa moja pia.
kama itawezekana. Lakini vinginevyo kwenye duka la Wawata hapa Bagamoyo nimeweka nakala pale na ni shilingi 5,000 tu. Naamini kitabu hiki kinamfaa yeyote, hata hawa wanaotokea shule za English medium. Na uhakika kabisa kina uwezo wa kuwasaidia kwa sehemu kubwa, kwa sababu nimeandika huku Kiingereza na Kiswahili, simple present tense. Kwa mfano nimeandika I play football. Ni ukimfuata mtoto yeyote umuulize maana ya I play football, atakwambia ninacheza mpira. Lakini unapoendelea kumganda, nimekwambia ni football, ninacheza mpira wa miguu. Sasa mpaka nikukazie jamani, sio ukisoma football unataka ujue ni mpira wa miguu, na mipira iko mingi. Kwa hiyo utafsiri vizuri. Lakini sasa je, kama hii ni I play football, ninacheza mpira wa miguu, and I am playing football, itakuwaje? Sasa hapa wanakuambia mimi ninacheza mpira wa miguu. Haya, unamuuliza ninacheza mpira wa miguu na mimi ninacheza mpira wa miguu, tofauti yake ni nini? Basi hapo anapambana, anajaribu kukushauri ukubali kwamba hiyo ndio amepata maana yake. Lakini namwambia haya, sikiliza, I play football maana yake mimi hucheza mpira wa miguu. Lakini wakati huo unapocheza sema mimi hucheza mpira wa miguu, hauchezi mpira wa saa hiyo, umekaa labda uko unakunywa juisi au naangalia television. Lakini ukisema mimi hucheza, mimi hupiga mswaki, saa hizi upigi mswaki, lakini mara kwa mara unapiga mswaki. Kwa hiyo ni tendo linalojirudia, na maana yake ni mimi huu, wewe huu, yeye huu, hucheza, huimba, hulala, huoga. Lakini kitendo hicho kifanya sasa hivi, lakini wakati anapokifanya ndio hapa anasema mimi ninaoga, mimi ninapiga mswaki, mimi ninatembea, na unaonekana ukitembea. Kwa hiyo watoto hizi maana, watoto wengine wanapenda shortcut moja. Ni kweli lugha zinakuwa, lakini sijui kama dictionary imeshakubali kwamba watoto ukimuuliza I play football, maana mimi nachezaga mpira wa miguu. Haya, hebu nichambulie hilo neno nachezaga. Na mimi cheza ni shina, ga anakosa maana yake. Basi lakini inakuwa ni maana watu wanaiongea. Inawezekana ni lugha inayokubalika kadiri ya mazingira, lakini kwenye uandishi bado haijapokelewa, haijaingia kwenye kamusi. Na hivyo mtoto akienda kaandika mtihani wake nachezaga, sijui mwalimu atakayemsahisha kama atampa sawa, ni sawa. Lakini kama atamwambia hapana, sio nachezaga, mimi hucheza, lakini mtoto hajajifunza kuzoea mimi hucheza, anazoea nakulaga, natembeaga, naimbaga, lakini hazijaingia bado kwenye vitabu vyetu. Ingawa lugha ukua, na pengine leo kesho kutwa nachezaga ikakubalika, basi kaingia kwenye kamusi, na hapo itatumika, na mtoto ataweza kuandika insha yake kwa kusema naimbaga, natembeaga, nakulaga, naogaga na kanyagaga. Basi anaendelea na gaga zake, hapo mwisho anapata kitu kilicho sahihi. Sasa huu nafikiri niseme ni ugonjwa ambao labda umetukamata watu wengi. Sheng imetuharibu, maanake unakuta hata watu wazima sheng imekuwa ni kama kitu cha kawaida na ambapo tunafanya bila kujua kwamba inaathiri hii lugha. Unakuta mtu anaongea neno la English na Kiswahili at the same time, ama analichanganya mpaka unashindwa kukosa maana yake. Sasa hivi vitu ni vizuri, vitabu kama hivi kwa kweli, mara nyingi bila kuguide. Lugha imechanganyika na sisi wenyewe tumechanganyikiwa. Kwa hiyo hiki sio kitabu cha masomo darasani. Ndiyo. Ni kitabu cha ziada. Ziada maana yake nini? Kumuongezea yule mwanafunzi uelewa wa kumwezesha kukielewa kile kitabu cha somo. Ndio lengo la hiki, kwamba akijua alichokisoma, amesoma present continuous tense, au amesoma past continuous tense, au amesoma future tense, au nini simple future tense,
Basi ndio lengo la hiki kitabu, kumwezesha kuelewa anachokisoma, na naamini yeyote aliyeshindwa Kiingereza mpaka sasa hivi akijaribu kukisoma kijitabu hiki atakuwa na uwezo mkubwa wa kujieleza na kutambua ni nini anachokisoma. Sawa sawa. Ndio.